Basi niseme Mungu awabariki kwa kuwa mshampokea Yesu, ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sana tena sana. Ila ni vizuri hata kama tumempokea Mungu Yesu Kristo, ni vizuri tukapitia kujifunza neno la faraja ili kuzidi kutujenga zaidi. Tunakwenda kujifunza kasomo kanakosema faida za kumpokea Yesu. Faida za kumpokea Yesu. Tutaanza kama faida 3 hivi. Kwa sababu naokoa muda naenda haraka kwa sababu natakiwa niwahi kanisani pia. Maana nawahi kanisani kweli. Tukaziangalia faida za kumpokea Yesu. Faida ya kwanza ya kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Faida ya kwanza, anakufanya wewe kuwa mtoto wa Mungu. Maana yake anakuwezesha wewe kuzaliwa kwenye familia ya nani? Ya Mungu. Kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana, kwenye ile sura ya kwanza mstari wa 12 anasema hivi. Anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unaona? Kwa hiyo mtu kama umemkubali na ukampokea Yesu, amina, kwamba awe mwokozi wa maisha yako, anakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa nani? Wa Mungu. Ndiyo. Kwa hiyo sisi wanadamu tunazaliwa kwa mara hizi mara mbili. Kuna kuzaliwa kwa mara ya kwanza ambako ni uzao wa kimwili, na kuna uzao wa pili ambao ni kuzaliwa kiroho. Kwa ukizaliwa kiroho unahesabika moja kwa moja kama wewe umezaliwa kiroho, nikiwa na maana ya kwamba umezaliwa kwa habari ya kiroho ambayo ni kwa kumcha Mungu. Sawa? Maana kama umezaliwa kwenye familia ya kiroho, maana kwenye familia ya kimungu, maana moja kwa moja jina lako linapoandikwa pale mbinguni, unapokiri na kutubu dhambi zako, moja kwa moja jina lako linaandikwa kwamba mimi kuanzia leo nimetubu dhambi zangu. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mimi nimeacha mabaya yote, nimeacha madhambi yote, nimeamua kumrudia Mungu. Pale pale unapotubu, maana yake jina lako linaandikwa mbinguni. Kwa moja kwa moja unahesabika wewe ni uzao wa mbinguni. Kwa maana yake umezaliwa na Mungu kwa habari ya kiroho. Kwa hiyo moja kwa moja wewe, faida ya kwanza ni kwamba wewe umekuwa familia ya mbinguni. Amen. Kwa mbinguni unapokuwepo hapa duniani, moja kwa moja mbinguni wakasema kwamba pale duniani pia tuna familia ambayo ni nani? Ni nyinyi na sisi hapa kama jinsi tulivyo. Kwa mbinguni watu wasema kwamba sisi nasi ni miongoni mwa familia ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Hiyo ni faida ya kwanza ya kumwamini Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo ikiwa umempokea Yesu na umemwamini, ni vizuri sana popote pale utakapokuwa uendelee kujihesabu ya kwamba wewe ni familia ya Mungu. Sawa? Amen. Na faida ya pili ya kumpokea Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yako, moja kwa moja wewe unaonyeshwa njia ya kuweza kupitia. Amen. Ili kuweza kumuona Mungu. Yeah. Kwenye ile Injili hii ya Yohana, ile sura ya 14 mstari wa 6 anasema hivi. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo Yesu, faida ya pili ni kwamba Yesu anafanyika kwako kuwa njia ya kuweza kumuona Mungu. Ni mozaili ya kwamba Yesu kwetu sisi ni njia, maana yake ni kiunganishi ama ni mpatanishi baina ya wanadamu na Mungu. Kwa moja kwa moja Yesu anakuongoza katika njia inayopasa kuipitia wewe ili uweze kumuona Mungu. Kuna njia ambazo watu wanazipitia kwenye dunia hii, lakini si kwamba zote zinaweza tukawafanya kuweza kumuona Mungu. Isipokuwa njia peke yake ni nini? Ni Yesu Kristo, kumwamini kwamba yeye ndiye mwokozi wa maisha yetu. Amina jamani. Amen. Kwa hiyo popote pale unapokaa, iwe uko shambani, iwe uko nyumbani, iwe uko wapi, popote pale utakapokuwepo, sababu ya kwamba ipo njia inayopatikana kupitia nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tuliompokea ni kuzidi kumwamini. Ni kuzidi kumwamini kwamba Yesu moja kwa moja aliye njia yangu mimi. Ninapokuwa nahitaji jambo lolote, lazima nirudi kwenye ile njia. Amina. Amina jamani. Amen. Kwa hiyo faida ya pili ni kwamba Yesu anakuwa ni njia ama kiongozi wa kuweza kufika kwa Mungu. Mtu asikudanganye kwamba kuna njia yoyote nyingine ya kuweza kumwona Mungu. Hapana. Yaani yeye ndio njia pekee
ya kuweza kumuona Mungu. Hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine. Kwa hiyo yeye ni njia pekee. Na faida nyingine ya tatu ambayo ndio ya mwisho kwenye faida zile nilizozisema ni upendo. Yaani Yesu ametupenda sisi. Yesu ametupenda sisi mpaka akakubali kutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Kwa ukimpenda, kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo, anakuonyesha upendo. Anakupa upendo ambao wewe utakufanya uishi kwa furaha na kwa amani, kwamba mimi naishi pasipo wasiwasi wala pasipo mashaka yoyote, kwa sababu ninaye Yesu ambaye amenipenda kabla sijampenda mimi. Amina jamani. Amen. Kwenye tukianzia hii Yohana 3:16 inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa faida ya tatu ya kumwamini Yesu, unakuwa na uzima wa milele. Kwa ukimwamini Yesu, unakuwa na uhakika wa kuwa na uzima wa milele. Wapo watu wengi wanaishi. Kwa hiyo ukikaa kwenye dunia hii kama umwamini Yesu, moja kwa moja, kwa 100%, hauna uzima wa milele, kwa sababu hauna mpatanishi ama kiunganishi ambaye anaweza kupatanisha baina wewe na Mungu. Maana kiunganishi hauna. Kwa hiyo kama hauna Yesu, uzima wa milele hauna. Maana yeye ndiye njia, kweli na uzima, alafu wewe ukimwamini yeye ndiye awezaye kukuonyesha namna ya kupata ya uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo faida ya kumpokea Yesu ni ili tuweze kuwa na uzima wa milele. Amina. Amina jamani. Amen. Basi mimi nimshukuru Mungu kwa haya ambayo tumeweza kupitia haya, kwa sababu muda wetu umekwenda. Ninawahi kwenda, muda wetu umeenda kweli kweli, na mimi nawahi. Nimshukuru Mungu ili niweze kuacha niwaage, mimi niweze kurudi na niendelee na kazi zingine za hapa na pale. Amen. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Asante kwa kibali hiki ambacho umenipa niweza kufika mahali pale kutana ndugu zangu mahali hapa Bwana. Asante kwa sababu ni neema yako na kibali chako. Sifa, heshima na utukufu ni vyako Bwana. Baba, endelea kuwalinda na kuwatetea na kuwapigania. Waepushe na majaribu ya kila namna, bali ukazidi kuwalinda na kuwapigania. Malaika wako ulinzi wakazidi kubaki mahali hapa. Katika jina la Yesu, naomba neema yako ikazidi kuwa juu yao. Mkono wako usiondoke juu yao, bali Mungu kazidi kuwatetea usiku na mchana, popote wakitipo na walalapo. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu wote tuseme amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Mbaki salama, mimi niweze kuendelea na majukumu mengine. Amen. Amina. Mungu akutangulie. Amina sana. Mungu akuongoze.